kwanza una bahati sana. Nilikuwa nabandika hapa makande. Ndio uliyataka kuolewa na huyu mwanaume. Atakupiga mpaka siku aje akule nyama. Ngoja ngachukue na majani nije nikande. Uondoke kwenu hapa maana mimi unanichosha tu hapa. Habari yako shemeji? Salama shemeji, kwema huko? Sio kwema. Hivi shemeji, kwenye hiki kijiji cha Nzinzi unajiona wewe ni nani? Kwa nini imekuwa kila siku kumpiga mke wako? Hata bila sababu. Shemeji, ni kweli nimpiga mke wangu Kanyenye. Hilo nakiri, lakini sijampiga Kanyenye kwa makusudi. Zile zilikuwa ni hasira tu. Nakiri kwamba nimekosea na haitojirudia tena. Umeshindwa kumalizia hasira zako zote huko, unakuja kumalizia kwa dadangu. Halafu nisikize nikwambie. Kama umemchoka dadangu, naomba mrudishe. Sio kama nimemchoka mke wangu. Nampenda sana mke wangu Kanyenye. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba sijampiga kwa makusudi. Zile zilikuwa ni hasira na nimekiri kosa, haitojirudia tena. Sasa kwa hiyo. Nisikize nikwambie. Leo amekuja anafuta mguu. Nikae kesho kutwa aje anafuta kiuno. Wewe na mimi utanijua mimi mjukuu wa nani. Mbafu mkubwa. Hii ni mwanzo tu na bado kuja sana. Ni kweli imekuwa elimu kupatikanika kwa sababu ya majukumu ya kijiji chetu, na pia taarifa huwa nazipata kwa mke wangu hapa kwamba ulifika, lakini sasa ndo kama nakwambia majukumu ni mengi. Nashukuru leo umefika, tunaweza kuonana tuzungumze kinachokuja kuleta. Kitu nileta hapa mimi nilikuwa nataka nikuulize. Nasikia mikopo ya vijana imeweza kutoka. Vipi, imeshafika hapa Nzinji? Mikopo imeshatoka. Lakini kwenye kata yetu hii bado haijafika. Ila nitawasiliana na diwani aweze kulishughulikia hii mikopo iweze kufika kwa wakati. Tunashukuru sana diwani wetu pamoja na wenyekiti kwa kuweza kuleta hii mikopo. Na pia sasa hapa Nzinji au tarafa ya Nzinji ya huku Chilidimu, baba ya Lingo limeweza kupita. Bado vijana wakiweza kupata hiyo mikopo watafanya biashara nyingi, kwa sababu kutakuwa na magari mengi ambayo ataweza kupita hapo barabarani. Na hata kule Nzinji kwenyewe reli ya SGR imeweza kupita. Kuna uwezekano pia vijana wakaweza kupata biashara nyingi. Sawa mwalimu, nimekuelewa.
na nitafanya mpango niongee na afisa maendeleo ili aweze kuitisha vijana na kuwapa semina ili waweze kuunda vikundi vya watu 5 Sijui kama umeelewa. Nimekuelewa mwenyekiti. Wana uwezo serikali uwezo kukopesha mtu mmoja mmoja, vijana ni wengi. Kwa hiyo ukisema mkopesha mmoja mmoja serikali haitoweza na mambo mengi sana. Basi sawa. Maana swala langu kubwa liko ndio hilo hapo. Kwa hiyo naweza nikawaacha kidogo nikaendelea na majukumu mengine. Si unajua hapa sasa ndio sasa hivi nimetokea shuleni. Hata nyumbani bado sijafika. Karibu sana. Kwa hiyo ndo naacha chakula. Rose, ngoja kula siku nyingine bwana. Karibu sana. Karibu. Asante. Salimie mzee mwenzangu. Sawa. Haya. Tapike jamaa. Haya, sawa. Salama. Nyanya. Ujumbe wangu leo baba. Ujumbe? Sawa vile mkono kwa mkali. Ujumbe gani? Mimi sijapata ujumbe wowote. Sawa. Basi kuwa mkali. Unapokuona unaelezwa kitu, jaribu kujibu kidogo kwenye sura tabasamu. Kwa sababu kuna ujumbe wa aina nyingi. Sasa ukishakuwa ujumbe, shida kuelewa. Nimeshakwambia mimi sijapata ujumbe wako aina yoyote. Basi ndio ilikuwa jibu la kunipa. Sasa ujumbe gani? Mimi sijapata ujumbe wote. Sio vita. Hii ni amana. Nikuuliza ujumbe unaopata of course utakuwa unaniambia kwamba sijapata ujumbe mimi. Mimi sijapata ujumbe wowote. Kanini? Nakusikia. Mimi nimeshakuelewa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndio maana nakwambia punguza mkali. Maana kwa hiyo ni mwanzo wa vita. Tanzania yetu hii haina vita. Tuongee kwa amani. Siwezi kuelewa chochote. Halafu kwanza wewe mwenyekiti, una mke wako na una maisha yako. Haya, mimi mwenyewe hapa na mume wangu na na ndoa yangu. Naishi na mume wangu Kaele. Haya, shida yako nini? Nini? Labda nikwambie kitu kimoja ambacho mimi kuwa na mke sio tatizo, wala wewe kuwa na mume sio tatizo. Sio, unielewa. Haya mambo huwa anakwenda kwa siri. Mwanangu mimi ni wewe. Sasa ukishaanza kuniambia kwamba wewe na mume, alafu unakuwa mkali, tutafika mahali. Kiufupi leo nakwambia. Mimi nishakutua sana wewe kwa muda mrefu sana. Subiri kwanza. Unajua unaweza ukashangazwa na kitu hichi ninachokwambia. Kanyeni, unajua wewe ni mrembo sana. Haki ya Mungu makubwa. Una maana gani kuniambia hivi? Na maana gani? Utakuja kuelewa siku za mwisho. Unitishi kwa chochote. Mtu mzima ovyo. Jiangalie kwanza tu. Nitakupata tu. Kwa gharama yoyote.
Hata mkienda kwa waganga. Mke wangu! Mke wangu! Toka ndani. Wewe mke wangu! Meo na njaa hapo nataka. Mke wangu! Yeye muda wote huko nakuita, kumbe upo ndani. Kwanza wewe mke wangu nasikia unatembea na mwenyekiti wa kijiji hiki. Wewe ni mwalimu umekuja kufundisha raia au umekuja kutembea na raia? Hivi mwanangu, yaani hiyo tabia ya ulevi utaacha lini? Mbona kila siku unajua umeelewa lakini Aya, hapo unajigamba. Una hela sijui una nini. Akati hela zenyewe unanichukulia mimi hapa. Wewe unachukua hela zangu za mkopo wewe. Au unategemea nitakopesha nini? Toka hapo. Lakini mbona unakuwa hivyo wewe? Yaani hiyo tabia mimi siipendi. Aya, umechukua. Watu nimeshawaahidi nakuja kuwakopesha pesa. Nakuja kuwakopesha mawe. Wewe unachukua nenda kunywa huko mapombe. Ama pombe anakupa faida gani wewe? Unapata faida gani kwenye hizo pombe zako? Yaani hiyo tabia mimi mwenzako imenifikia. Sitaki uniambie maneno yako. Toka hapa, gongo. Hebu pishe kwanza nipite ndani. Sio nipishe nipite. Unajua mbona nikosha mambo mengi wewe? Kwenda huko na umara yako. Jamani. Kila siku ndani anakuja mbele. Ile za ndani anachukua. Hivi ananichukulia juu mwanaume.